uliye zambini anakuwa na unyoshea mikono yake kukusaidia. Tunashukuru jina lako ajili ya neno lako. Uko Mungu na tunaamini kwamba upo kwa sababu ya neno lako, sababu neno lako ni amina, neno lako ni asante. Na mwalimu kiongozi wa maisha yetu ni wewe peke yako, anayeweza kusema nasi na kutufundisha ni wewe, na yule anayeweza kulifundisha kanisa lako ni wewe. Tunakusima sie na Bwana wetu Yesu Kristo kwamba ututie kwa mara nyingine kwa muda huu ambao tunasimama kwa neno lako, uweze kutuzunguka na kutuzungukia, kitupa masikio ya roho kama vile ya mwili, na tukisimama kinyume ya kila nguvu za giza na kila mamlaka ya ibilisi na kila mitego yote ile inayoweza kusimama chini ya maisha yetu, isingeliweza kupata nafasi ya kutuzuia wala ya kutuweka katika vifungo. Lakini neno lako mahali linapozungumzwa, lazima presence yako iweze kutangulia na kusafisha kila chochote kilicho kibaya na kukiweka kuwa safi, na kile kisicho safi, kisichokuwa salama, tunakiondoa kati yetu. Kila hewa ya distraction, kila hewa ya mabishano, kila hewa za kuingililiwa, hewa za usingizi, mitego ya ibilisi, misingi ya kuzimu, tunavisimamia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno lako lipate nafasi njema maishani mwetu, ili kwamba uweze kutusaidia na kutuwezesha kwa kutupatisha ngazi, tena tukipanda level juu ya level. Utukufu na heshima ni vyako, vikurutilie daima, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu aseme amen? Unaweza ongeza kusema amen. Ufikishe mara ya 3. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, damu ya samani, si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, damu ya samani, si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu. Haleluya! Kuna siku taimba na hautataka mtu akwambie nyamaze. Ukiwaza kuhusu ile damu ya Yesu Kristo ambayo ilitufanya kwamba tuokolewe, ambayo imetufanya kuwa safi, ambayo imetutoa katika mitego ya ibilisi, ambayo imetutoa katika vikwazo, lakini tunasimama leo tena katika tunalishangilia neno lake. Lazima kumwimbia na kumsifu kwa jina la Yesu Kristo. Na shetani mahali yupo lazima kuazike na ajiamue akufe na nafsi. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, damu ya samani, si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu. Tumekombolewa Yesu, damu ya samani,
damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu. Aho. Wafalme wa pili. Second Kings. Wafalme wa pili. Second Kings. Chapitre 5. 5 chapter. Deuxième roi, chapitre 5. Second Kings 5 chapter. Verset premier. First verse. 1 jusqu'à 4. Until 4. Et nous allons finir par 5. And we are going to finish by 5. 8 jusqu'à 10. Le même chapitre. On the same chapter. Kwa damu ya Yesu, damu ya thamani, si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu. Tumekombolewa, si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu. Second King 5 chapter. Wafalme wa pili, mupe maji mzee imsaidie. Wafalme wa pili, tusimame. Tukomboe wakati. Second King 5 chapter verse 1 until 5. Yeah. Tunasoma kitabu cha Wafalme wa pili. Ndio. 5 tunaanzia 1 hadi 4. Okay. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Basi Naamani jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya Bwana wake na mwenye kuheshimiwa. Okay. Kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washamu kushinda, tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Lakini tatizo lake Naamani alikuwa ni mtu mwenye ukoma. Mbili yake nasema twende. Na Washamu walikuwa wametoka vikosi. Ndio. Wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke. Njoo niko natafuta huyo mwanamke huyo. Twende. Kutoka nchi ya Israeli. Okay. Naye akamhudumia mkewe Naamani. 3, akamwambia bibi yake, ndio, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii. Akamwambia laiti kama bwana wangu angelikuwa pamoja na yule nabii, ama angelikutanana na yule nabii wa kwetu aliyoko Samaria. Okay. Maana angemponya ukoma wake. 4. Okay. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, ndio, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Amen. Amen. Soma 8 mpaka 10 kisha tuikane. 8 mpaka 10 kisha tunaikana. Tunasoma katika jina la Yesu. Sukuma. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu, okay, aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akamtuma mtu kwa mfalme akisema, mbona ameyararua mavazi yako? Na ache sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Tunaenda mpaka 9 mpaka 10 mpaka 10. Tunaenda 9. Ndio. Basi magari yake akasimama ndio mlangoni pa nyumba ya Elisha 10. Naye Elisha akampeleka mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na utakuwa safi. Amen. Shangilia neno la Bwana. Yesu asifiwe. Amen. Nitakusihi unisikilize vizuri. Please to listen to me attentively. Na sikio lako linisikie safi sana. And your ear may be clear. Naweza nikaongea kwa dakika chache. You may speak in a short time. Lakini uwe umepokea kitu. You may receive something. Lakini uwe umesikia. You may listen. Nisiongee muda mrefu. Do not speak so long time. Na ushinde kusikia hata kitu kimoja. Hallelujah. Amen.
mahali hapa ambapo tumesoma, the place where we are reading, ni historia wenda ambayo unaijua sana. It may be a story that you may know so much. Na ni historia ambayo umesikia sana. A story that you've heard so much. Na unaweza kuwa unaijua sana kuliko mimi. You may know it more than me. Ni habari ambazo zinamhusu baba yetu anayeitwa Naamani. It's a story that it's probably for our father's name is Naaman. Biblia inasema kwamba The Bible was written by. Palikuwepo na jemadari mmoja. There was one confident man. Il était un général. Was one general. Alikuwa kimiliki jeshi. He who was controlling the army. Katika majeshi ya Washami. Among the army of na alikuwa ni mtu mwenye mamlaka. He was having a authority. Tena alikuwa ni mtu mwenye cheo kubwa sana. He was having a high rank. Alikuwa ni mtu kama kitoa oda. He was someone who was big. Lazima utaitembelea. You will walk through. Lazima utaifuata. You will follow. Na kama utashindwa kuitembelea, lazima adhabu ya kijeshi itakuangukia na utapigwa kwa sababu hakutii sheria. Haleluya. Na siku moja, one day, Naamani jemadari, General Naaman, akaenda kufanya vita. He went to the battlefield na taifa la Israeli, with Israel nation, na akafanikiwa kuwaua wengi. And then he succeeded to kill many, kwa sababu alikuwa amejua sana kupigana, because he was a professional, kwa sababu alikuwa ni shujaa kwa mapigano, because he was really hero giant in the world. Na akawakamata watu mbalimbali, and he captured some of the people, na ikafika wakati, and to reach the time, akaweza kumkamata kijana mmoja katika Israeli. He catch one of the guys from Israel, na yule kijana, that young man, alikuwa ni mfulana. He was a man. Hakuweza kumuua, He did not kill him, lakini akamkamata, but he took him, akamleta ndani ya nyumba yake, and he brought him into his na house, akamwatia mule, and he left him there. Akaanza kukaa mule ndani ya And he nyumba. started to stay in that house. Na yule binti, And that daughter, kwa sababu amekuwa kama mwana wa nyumba, because he became like a, akaanza kumchunguza Naamani. he started to read the Naamani akipita, when Naaman is passing, mwanamke yule anamtazama. what lady look at her. Naamani akitoka nje, When Naaman goes yule out, mtoto mwanamke anamwangalia. that young lady look at Na her. katika kumchunguza sana Naamani, By protecting him, akakutanisha kwamba he discovered that Naamani Naaman, ni shujaa kweli he kweli. was a really Naamani Naaman, ni mwenye heshima kweli he kweli. was a honorable person. Lakini tatizo aliloliona The problem that he saw, kwa Naamani, Naaman, akaona kwamba he Naamani saw that Naaman, ni mtu mwenye kugonjwa ukoma. he was having a leprosy. Akaona ukoma wa Naamani. He saw the leprosy of Naaman. Naamani était un lépreux. Alikuwa having a leprosy. Alikuwa ni mtu mwenye ukoma. He was having a leprosy. Na yule mwanamke ambaye alitoka katika The Israeli, doctors who came from Israel akaangalia ule ukoma, looked at that leprosy, na akaanza kuwaza sana, and he started to think so much. akaanza kufikiria juu ya He Israeli, started to meditate about Israel. akaanza kufikiria ajili ya manabii wa He Israeli, started to think about the prophet of Israel. akaanza kufikiria ajili ya miujiza Mungu anaifanya katika He Israeli. started to think and imagine about the mystery that Akili zake his thoughts and mind zikamwambia kwamba told her, huyu Naamani, Naaman, huyu Naamani ambaye ni jemadari, kama angelikuwa kwa Israeli, kama angelitembelea Israeli, akutanani na manabii wa huko kwetu. those prophets from ours, Huu ukoma wake this leprosy of his, ungeliweza kutakasika. it was going to be sanctified. Haleluya. Akasema Naaman, kama angelikutana na manabii wa kwetu, if we could have find our prophets, kama wangeliweza kumwekea mikono, if they could have laid their hands on him, kama wangeliweza kumwombea, if they could have prayed for him, lazima Naamani angeliweza kupona, it was going to be a mass on Naaman. lazima angelipata uponyaji, He would have received the healing. na asingelikuwa tena mwenye He ukoma. wasn't supposed to be someone who has leprosy.
Ndio maana niko nafundisha topic. That is why we are teaching the topic. Ambayo inasema hivi. Which says that. Le Dieu de chez nous. Our God. Le Dieu de chez nous. God of the way. Mungu wa kwetu. Our God. Hallelujah. Our God. Mungu wa wapi? Our God. Mungu wa kwetu. Wa kwetu. Njoo alikuwa ndani ya ule mtoto mwanamke. That was for that young girl. So maana ule mwanamke alianza kuwaza ajili ya mama. That's why that lady started to think about Naaman. Akasema angelikutanana na manabii. She said if you could have met one of the prophets. Ambao ni manabii wa Kiisraeli. The Israel. Lazima angeliweza kupona ukoma wake. He could have healed his. Sababu alijua Israeli wana Mungu. Because she knows that Israel. Sababu anajua Israeli kuna Mungu mzima. Because she knew that Israel. Mwenye kuwa na uweza wote mkononi mwake. Mwenye kuwa na uponyaji wote mkononi mwake. Akasema kama ungelikutanana na Mungu wa kwetu, our God, ungelipona. You are the healer. Hallelujah. Amen. Le Dieu de chez nous. Our God. Yule mwanamke that lady akaenda akapitia kwa mke wa Naaman. She passed through Naaman's wife. Akaenda akamwambia mke wa Naaman, I told her, baba nimemuona. I saw her father. Hata kama naweza kafichika. Even if she can hide. Problema yake nimeshaiona. I already see his problem. Nayo ni ukoma. And that is the leprosy. Na ukoma wake. His leprosy. Wetu ukoma unapona. For us, the leprosy. Israeli tuna Mungu. Because we've got God. Mwenye kumaliza matatizo yetu. We can finish our time and our problems. Akamwambia mimi sitaongea na baba. But I'm not going to speak to father. Umwambie baba hivi. Tell father this. Huyu kijana ambaye umeleta huyu. This young man you bring here. Anasema hivi. He said, kama ungelitoka hapo funge safari uende Israeli. You could take a journey to go to Israel. Kule kuna manabii wa Mungu. Where you go, they are prophets of God. Watakuombea, watakuwekea mikono. They will pray and lay their hands on you. Et tu seras guéri. And you will be healed. C'est ce qu'avait annoncé cette petite It was fille. what that lady was announcing. Et lorsque le général Naaman l'avait entendu, Naaman general listened. akaanza kufikiria vile anasumbuka na ukoma. He started to think about how she's still Sababu ukoma unatoa harufu mbaya. Because the leprosy is giving a bad odor. Ukoma ni ugonjwa ambao unaambukia wengine. Leprosy is a sickness that can be ndani ya fikiri ya viongozi wengine. Among other leaders. Kama wewe ni mwenye ukoma, if you've got leprosy, hauna raha. You are not happy. Amen. Na mke wake akamwambia, and his wife told her, lazima ufunge safari. You have to take a journey. Uende Israeli. To go to Israel. Utakutana na manabii wa Israeli. You will meet the Israel. Ambaye huko kuna nabii Elisha. There is ambaye anasimama kwa sasa. The prophet whose name is Elisha. Atakuwekea mikono. And he will lay hands on you. Na utatoka umepona. And you will come. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na mwana akasema basi tu niko na ukoma nitaenda tu. And Naaman said, because I've got the leprosy, I will just go. Akafunga safari. Took a journey. Na akafunga sadaka za shukrani. And his gratitude. Hata kama hajapona. Even if he wasn't yet healed. Akajua tu wameshaniambia huko nitapona. And he knew already that they are. Nitakaposimama kushukuru Mungu. And the word will stand. Nikaweza kutoa vitu hivi ambavyo nimeenda navyo. I will give this thing that I go with. Ili niweze kushukuru Mungu. So I can thank God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii mwaka wa kushukuru Mungu na hujapokea. Lazima uweze prepare kushukuru Mungu. Wakati bado haujatibiwa. Kwa sababu utakapotibiwa, lazima usikose na kushukuru Mungu. Haleluya. Naaman akatembea mpaka Israeli. He went towards Israel. Na kitu kibaya ambacho alifanya cha kwanza, the very bad thing that he has done, akajua naenda Israeli. He knew that I'm going to Israel. Kitu cha kwanza, the first thing, namwendea mfalme wa Israeli. I'm going to the king of Israel. Akaenda kumgona mfalme
wa Israeli. He went to ask the Israel king. Akamwambia ninakuja kwako. He said, I'm coming to you. Ili kwamba nipate uponyaji huko katika nchi yako. See the healing into your life. Mfalme wa Israeli akajitazama. And the king of Israel looked at himself. Akamwambia Naaman. He told Naaman. Yawezekana ni barua ya vita ambazo naniletea. It's made the price will bring in the letter. Yawezekana unataka kwamba tupigane tena vita. Kwa sababu mimi mfalme wa Israeli sijawahi kama kuponyesha ukoma. Kama ni vita basi na viwe. Mfalme akararua mavazi yake. Akatupa chini. Usisaulikake adresi. Do not forget to address. Amen. Ukitafutia Mungu kwenye hakuwaki, unasumbuka bure. Sababu umesaulika address. Because you forget the address. Amen. Amen. Wakamwambia nenda kwa mtumishi wa Mungu Elisha. Go to the man of God Elisha. Wakamtuma kwa Elisha. They sent him to Elisha. Na alipofika kule kwa Elisha, when he reached Elisha, Elisha akampokea. That Elisha received him. Akamwambia kuna uponyaji hapa. He said there is a healing here. Condition ni moja. Only one ambayo utaifanya. That's your order. Hapa kuna birika la Yordani. Here there is a pool of Jordan. Kuna haya maji ya Yordani. There is this water of Jordan. Ambayo utaingia ndani. That's what we're going to. Na utakapoingia ndani, hautaingia huko mara moja. Lakini utaingia mara 7. Utakapoingia mara ya kwanza, utakapoingia mara ya pili, utakapoingia mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7. Unapokea muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Naamani akafanya kwanza fiel. And Naaman was very proud. Akaanza kwanza kujiona. Started feeling himself. Sasa niko nafanya fiel hivi. Me was very nice. Niko na kikosi cha kuniheshimia. I'm getting the great group that is na Yordani ndio ananiambia nenda nikoke. The Jordan that you are telling me. Ni mto mchafu. It is a well. It is a siwezi ingia huko ndani. I may not go inside. Akajiona mwenye sifa, mwenye cheo. And he saw himself as a rocker. Akatamani arudie. And he wished to go back. Napenda mfuasi mmoja wa Naaman. One of the followers of aseme akamkaribia. He approached him. Akamuuliza. He asked him, Bwana wangu, my Lord, mkubwa wangu, my king, kama huyu nabii angenikwambia ufanye kitu kikubwa kuliko hiki ambacho amekwambia, ili kwamba upone wewe, kwa nini usingeniweza kukifanya? Kwa sababu anataka kwamba uje ndani ya maji. Because he wants you to enter into the Jordan. Ingia tu, acha fiel tu. Just enter, don't be proud. Bwana Yesu asaidie. May God help us. Akamwambia acha fiel, ingia maji. Don't be pride. Enter the water. Usitembeake na anturaji ya mbaya. Do not walk with the wrong surroundings. Ukitembea na anturaji ya mbaya, if you walk with the wrong surroundings, ambayo haitakushauri neno nzuri, surround that is not going to advise you, itakuangamiza. It will destroy you. Lakini ukitembea na watu wazuri, if you walk with good people, wanaoweza kukusaidia maisha yako, utafaidika na utanufaika. Kwa maana kitabu cha Mithali kinasema mjinga ataumia, rafiki wa mjinga ataumia. Rafiki wa mjinga ataumia. The friend of a stupid who will be hit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamani akatia akaingia ndani ya Yordani. And Naaman accepted and entered the Jordan. Akajitupa mara ya kwanza. He threw himself into the first. Na alipotoka mara ya 7, when he came on the 7th, Biblia inasema Naamani akatoka ametakasika ukoma wake. He came out, he was already satisfied. Na ngozi yake kapachulika. And his tissue was Na changed. ikawa kama ngozi ya mtoto mdogo. It became like a skin of a young Kwa child. sababu alijua Mungu wa Israeli. Because he knew that the Israel. Kwa sababu alitii sauti aliyoambiwa. Because he obeyed Na yule mtoto wa kike. of that young girl. Kwa maana leo That is why niko na kutangazia mahali hapa. announcing you. Kuna Mungu wa mahali hapa. There is God in this Kuna place. Mungu wa mahali hapa. There is
naye ni Mungu anayetakasa. And that is the God who sanctifies. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na ni Mungu ambaye tunaamini sisi. It's God that we are believing in. Huyo ndiye Mungu ambaye tunatangaza sisi. It's the God we are announcing. Ambaye ni Mungu wa Israeli. It's the God of Israel. Ambaye tunamwamini. That we are believing. Na anafanya vile vile kazi pamoja nasi. That he is doing work with us. Jordan ambaye tunawekewa sasa, that we know today, ambaye tunasafishwa ndani, that we are cleaning inside, ambaye tunaoshwa umo, that we are washed usiku kama vile mchana. daily as a night. Yordani ni moja, One Jordan, katika damu ya Yesu Kristo. the blood of Jesus. Wewe uliye hapa mpendwa, kuna damu ya Yesu Kristo there is the blood of Jesus ambayo imewekwa ajili yako, that has been prepared, ambayo imewekwa ajili ya maisha yako, ambayo imewekwa ajili ya maisha yangu. Hiyo damu ya Yesu inatusafisha usiku na mchana, inamaliza matatizo yote, inamaliza pingamizi zote. Kwa hiyo unapomwamini huyu Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo ambaye ni mwana wake, uponyaji ni haki yako, kujibiwa ni haki yako, kubarikiwa ni haki yako, kufaidika ni haki yako. Ndio maana walio ndani ya Yesu siku zote wanapendeza, siku zote wanapendeza, siku zote wanabadilika. Unaweza fanya experience, unaangalia maisha yako, utakutanisha kwamba hauna kitu, haukuli kwanza vya ajabu, hauna mfuko wa ajabu kwenye benki, lakini afya yako Yesu Kristo iko anaipamba, iko anaipotoa. Unaonekana mama wa ajabu wakati hauna kitu, unaonekana uzuri wakati hauweki chochote cha ajabu. Lakini ukiangalia wenye kuwa ndani ya sana, unasema ni sura ya mtu, is it a human face, au ni sura ya kuzimu, or it's a daily hell face? Si wachani wa pagani, we don't offense for the lakini natoa wito waje kwa Yesu Kristo, but we are calling them to come, kwa sababu Yesu Kristo because Christ anatupendezesha, He is making us, anatufurahisha, He is making us rejoice, anatujibu, He is answering us, na matatizo yetu yote and all our problems yanakwisha kwake. they are finishing. Tumeona utaona mtu akizeeka ndani ya Yesu, So when people get old in Christ, hapa na zeeko kazanya ngali sheni, you will be old, but you hapa can nafanana papa chako. as you can see, Papa, Unasema huyu mzee mbona hazeeki? this man is not getting old. Mbona haendi fasi? Why you don't change? Lakini Yesu kuna mpotoa siku badala ya siku, He's making his, kwa sababu utukufu wa Mungu because God is creating him. unasimama juu ya maisha yake. He's telling you on the earth. Sio sio. He's anointing after anointing. Mungu akubariki kwa neno hili. May God bless you. Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Shalom. Hallelujah.